Si ni kuchocheana tu kwa hii radio na hii ujinga hii, unaona kama hii mshensi Rigiji ndio inaletanga hiyo shida. Lakini IBC haikuwa na makosa. IBC inafanya the correct thing. Yeah. Kuna swali moja kwa mheshimiwa kuhusu mambo na wahuni na swali sakana. Swali lingine? Mheshimiwa, maswali mawili. Baada ya matokeo ya Olkalao, kuna marafiki wengi ambao ni wabunge kutoka eneo la Mlima Kenya ambao wako ndani ya UDA. Haya matokeo huoni kwamba yamewapatia tumbo joto kuelekea 2027? Na kingine labda ni suala la vitu ambavyo vilipelekwa Olkalao. Labda wananchi wa kwa mfano Emurua Dikir wanaweza kusema kwamba hawakuona serikali ikitumia mbinu sawia kama kwa mfano kupeleka mattresses, gas cylinders. Havikupelekwa Emurua Dikir. Hizo vitu za mattresses, gas cylinders hata mimi napeana hapa kila siku. Haujaona nikipeana kila wiki. Wao wanangi mtandao nikipeana hizo vitu kila wiki, wheelchair nini. Hiyo ni vitu ya kawaida. Hiyo ilikuwa strategy ya kila mtu vile anafanya kampeni zake. Yeah. So hiyo isiwe ati ni discussion. Unajua ninaona hapo kwa mtandao watu wengi wanauliza hizo vitu. Inategemea uwezo wenye uko naye. Huwa mimi napeana hizo vitu kila siku. Yaani nimezoea. So kwani Olkalao ni mpya? Olkalao sio mpya. Olkalao tulipewa mpaka viatu ya wamama. Lakini walipiga kona. Na wako na haki kwa sababu hii serikali ni yao. Swali lingine? Swali lingine ilikuwa ni wabunge ambao bado ndugu zangu wenye walikuwa wamesoma na chama. Mimi nataka nikuambie hawa viongozi wote ukiwaona vizuri wenye walikuwa wamesimama na sisi. Unajua unasema wameingisha baridi. Tumbo joto, lakini hata hivyo hawa wako correct. Wewe nikuulize, hii ni serikali ya watu walitafuta. Hii ni serikali hao walilete. So waondokee serikali wafuate ule mwendasimu wao wote. Nani ni mwendasimu kati ya hawa hii group ya kina Ishungwa na wa Munyoro? Unajua siku nyingine watajua. Unajua entitlement ni kitu mbaya sana. Inafanyanga unakuwa kibovu. Watu ndio walitafuta hii serikali ni yao. Hawangeondokea wote. Lakini ikifika wakati kama wanaona kuna mahali anaenda na achaguliwe, hakuna shida yote. Hii dunia haiwezi kuisha. Lakini they are correct. Hawa ndio watu unafaa kuwapigia makofi. Sasa acha nikuulize ule mwendasimu akiwa naibu wa rais kwa mwaka 2. Nionyeshe kitu moja alifanya. Yenye anasema leo kwa Mount Kenya alisukuma na akafanya. Si kazi yake tu ilikuwa uchochezi. Sijui Ndindi amefanya nini? Sijui Chungu amefanya nini? Sijui mbona mnakaribisha huyu hivi? Sijui mbona ule anatembea Kenya namna hii? Mara anaiba mahindi pale, mahindi mbaya analeta. Vitu mingi ya upuzi. Ule mtu ni mjinga, hata uwezi ukaombea mimi na huyo mtu mara 500. Mimi ningekuwa naibu wa rais ningefanya vitu mingi sana. Hiyo mtu ni mtu kasia. Endelea. Baada ya matokeo ya Olkalao, labda serikali ya UDA na wale ambao wanaamini katika uongozi wa Rais William Ruto, unaweza kuambia nini wafuasi wao ambao wanaamini kwamba huu ndio unafaa kuwa mwelekeo kuelekea? Nikwambie, mimi nawaambia ndugu zangu, kwanza wajue uchaguzi sio sisi binadamu. Tunaomba kura, tunafanya mipango ya Mungu ndio itatuelekeza sisi wote. Na hawa jamaa I can assure you 100% hawawezi potea. Hawawezi potea. Sisi hapana wajinga sana. Olkalao ni mzuri sana. Ili tufungua macho. Sisi hapana fana. Tuendelee. Nani mwingine? Mwisho labda kwa upande wangu. Kulingana na vile kura zimepigwa na nyinyi mkatokea mkasema kwamba mmekubali kushinda. Yes. Uchaguzi ambao unakuja, tuseme mtu ameshindwa. Mnamuadvise nini mapema, kwa sababu ninajua kwamba Kenya watu wakubalingi mtu ameshindwa. Na nyinyi mlijitokeza, unasemaje? Nataka waangalie uchaguzi yote yenye tumaye shindwa, sisi tunakubali. Uchaguzi yote lazima ukubali. So unajua watu wengi wanasemanga wameibiwa, yani hiyo ni kujiconsult. Unajiconsult tu na usema unajua kama ningefanya hivi lakini fulani aliiba hivi. Ile kitu mimi naambia tu kila mtu, ukishindwa na uchaguzi, hiyo sio mwisho ya maisha. Kama wewe umekuwa na akili mpaka umesema unaenda kuomba kura, hauwezi kuwa na akili hata kutafuta kununua makaa na kazi nyingine na ufanye na biashara endelee na watoto wakule. Hiyo sio mwisho ya maisha.
Asante mheshimiwa. Labda nimalize kabisa, wanasema tetezi zinasema kwamba ile uchaguzi umefanyika ile mlifanya. Wanasema pia ambao unakuja utakuwa hivyo. Wanasema watu wa 2 term watashindwa. Wewe unasemaje kwa hiyo? Mimi nataka nikuambie huko bado ni mbali sana, 1 year bado ni mbali sana. Na hii siasa, si mimi nimechaguliwa sasa mara ya 3. Si watu wengi wamechaguliwa mara 1, mara 2, mara 5. Hiyo siku ikifika turudi hapa tuje tuongelee hapa. So usigange huko mwaka nani alikwambia utafika huko kwanza? Ndio swali langu hapa. Yes. Baada watu wanasema mungeshindwa kule Olkalau. Wanasema viongozi ndio walitumia maybe kiburi, yani walionekana kuwa kiburi sana ndio maana mkashindwa. Sababu nimeona hata wengine leo wanasema Olkalau kulikuwa na mambo mengi. Labda tulikuwa na shida na candidate, mara tulikuwa na shida zetu nyatujui. Hiyo ishapita na wakati. Ule jamaa wa DCP alishashinda. So tupangane mbele. Huyu candidate wetu, hii serikali ni kubwa, tutatafutie mahali akae na watoto yake, maisha endelee. Maisha. Mashujaa Day inakuja Eldoret. Yes. Machana na maneno ya mashujaa, mashujaa tutaenda huko. Wewe uliza maneno hii nyingine ya dunia. Naona nyinyi mmekwama, hamna maswali ya kuuliza. Asanteni sana. Uchaguzi hii labda imerudisha confidence ya IBC kwa Kenya. IBC yai iko na makosa. Si ile tu ukishindwa, kama mimi nikishindwa leo naanza kublame IBC, naanza kublame sijui nini, lakini IBC hajai iko na makosa, hata ile zingine zote hajai iko na makosa. Wewe unajua hata 2008 tukipigana tulikuwa wajinga. Wewe unajua Raila Kibaki alishinda kura 1200. Si ni kuchocheana tu kwa hii radio na hii ujinga hii, unaona kama hii mshensi Rigiji ndio inaletanga hiyo shida. Lakini IBC hajai iko na makosa. IBC inafanya the correct thing. Kuna swali moja kwa mheshimiwa kuhusu mambo na wahuni na swali